mahali popote mlipo jioni ya leo. Ni mimi wenu Isaac Mungai ama kijana msafi, mwanachama wa DCP na mwakilishi wa vijana katika chama cha DCP. Na ni vizuri niseme ya kwamba mimi nikiwa kama kijana nimekuja hapa nikumbushe William Ruto zile ahadi ambazo alitupatia, sababu imefika mahali ya kwamba zile mambo anafanya ni kama amesahau. Na niambie William Ruto, katika safari yake ya kuahidi vijana ajira, nafasi za ajira katika nchi yetu, na katika ahadi zake ambazo alituhakikishia kwamba akipata uongozi sisi kama vijana atatuinua na atatupatia pesa ya kufanya biashara, hakikisha kwamba tumejiinua kiwango. Mimi nataka niambie William Ruto, ile mambo anafanya kama mwenda wazimu. Ile mambo anafanya ni kama kichwa yake iko na kasoro. William Ruto, hauwezi kuwa unachukua pesa ya umma unapatia vijana, unasema ya kwamba ni programu ya Nyota, unawapatia pesa wafanye biashara, alafu mahali wanaenda kuwekeza hizo pesa kwa biashara, wakienda kulala usiku unawabomolea. Hiyo ni kitu ambacho William Ruto bwana haiwezekani. Unajua, saa ingine inawezaonekana ni kama tuko na fitina. Mimi sikatai mumeongea mambo mingi kutuhusu sisi ambao wale tunakosoa William Ruto. Mumetuwekelea mambo mingi, sijui mambo ya ukabila, sijui mmesema sijui tuko na chuki, mmesema sijui hatuna plan. Mumetusi sisi ya kutosha mpaka mnasema ya kwamba hatuna akili. Lakini mimi nataka niulize William Ruto, kama kweli bwana William Ruto akili yako iko sawa, kama kweli bwana William Ruto akili yako kabisa iko sawa, hebu tuelezee ni vipi unaweza patia vijana pesa leo ambao ni pesa ya umma, unasema ni programu ya Nyota, umewapatia ili wakaekeze katika biashara, alafu hiyo pesa vijana mahali wanaenda kuwekelea katika biashara, wewe unatuma watu usiku wanakuja wanabomoa. Hiyo ni kuinua vijana namna gani? Hiyo ni biashara namna gani bwana William Ruto? Unajua, for the last 2-3 months ile kazi imekuwa hapa Kenya ni kubomolea watu masoko, kubomolea watu viwanda zao. Mimi nataka niambie William Ruto, hawa vijana umebomolea vibanda kutoka kule Roasters, ukabomoa kule Roysambu, ukabomoa kule Githurai, ukabomoa kule Ruiru, ukabomoa kule Thika. Sasa iko mpango tena ya kubomoa kule bypass. Mimi nataka nikwambie bwana William Ruto, hawa watu unabomolea hivyo vibanda, hao ni vijana wale ambao wamemaliza shule, wanaenda kuuza earrings huko katika streets kwa vibanda, wanaenda kuuza nywele huko kwa streets, wanaenda kuuza tupete huko kwa streets, wanaenda kuuza vest huko kwa streets, wanaenda kuuza tuvinyasa na masweta huko kwa streets na viatu. Ni hawa vijana wadogo Gen Z, wale ambao uliahidi ya kwamba utainua maisha yao, ndio wanafanya hizo biashara unapiga kila usiku hapa. Na mimi nashindwa ni vipi unapigana na watoto bwana William Ruto? Hautosheki, uliwaua kwa street. Wala walibaki manusura ambao umesema ya kwamba unawapatia pesa wafanye biashara, ndio hao tena umefuata kwa biashara pale wanafanyia, umewabomolea. Wale wengine uko wadanganya utawapeleka kazi nje, wakatoa pesa wakapelekwa nje na mtoa, wamekufia huko Russia. Hii Kenya sijui bwana William Ruto uko na vita gani, uko na shida gani na vijana katika nchi hii? Kwa sababu kutoka wingie katika serikali, kama iko watu wameumia sana, unajua ni vizuri tuambiane ukweli, kama iko watu wameumia Kenya hii kutoka William Ruto siku aliapishwa pale Kasarani, ni vijana wa taifa hili. Vijana ndio wameumia pakubwa. Wale hawakuliwa kwa maandamano, walikoniwa watoe pesa wapelekwe kazi nje na mtoa, wakapelekwa Russia, wengi wamekufia huko, wazazi wanalia. Wale hawakuliwa kwa maandamano na hawakupelekwa Russia wakauliwa huko, ndio hawa wanabomolewa kwa biashara. Wale hawabomolei vibanda usiku na hawakuliwa kwa maandamano na hawakuliwa Russia, ndio wale alisema wapigwe risasi kwa mguu. Bwana William Ruto,
Kwani unataka vijana waishi namna gani? Ama kwani mpango yako na vijana ilikuwa gani? Mimi nataka nikwambie. For as long as unabomolea hawa vijana vibanda zao usiku, mahali wanafanyia kazi kwa street wanapata pesa kidogo, hakuna mpango yoyote ya kuinua vijana ama kuwasaidia una execute katika nchi hii. Hiyo pesa yote unapatia ukiwa, ama hiyo pesa ya nyota unawapatia, kwani unawapatia wapeleke kwa avieta? Labda hiyo pesa unawapatia ati ni nyota, labda unataka wapeleke kwa avieta wakacheza karata huko yapata potea. Lakini kama kweli unataka wafanye biashara, unataka wafanyie biashara kwa hewa ama unataka wafanyie biashara wapi? Na mimi nataka niambie jamii za Kenya zile zinafanya kazi kule Gikomba, mnisikie vizuri, kwa sababu leo nataka niongee ukweli hata kama itauma wengine. Wale wanafanya kazi pale Gikomba si Wakikuyu peke yake, si jamii ya Mlima Kenya peke yake inafanya kazi Gikomba. Tuambiane tu ukweli, na mimi najua Wakenya wanajua. Pale Gikomba iko jamii zote isipokuwa Wakalenjin, jamii ya William Ruto. Pale Gikomba iko jamii zote za Kenya wale wanafanya biashara hapo isipokuwa Wakalenjin, jamii ya William Ruto. Kwa sababu ukiona Mkale Nairobi, either ni askari ama ni mwanafunzi. Wale wengine wako huko kwao. Na ndio maana William Ruto hana uchungu ya kubomolea watu wa Gikomba, kwa sababu anajua hakuna jamii yao hapo inafanya biashara. Ndio maana William Ruto hana uchungu, hana aibu, hana huruma akibomolea watu Githurai, kwa sababu anajua Githurai hakuna Mkalenjin hata moja anafanya biashara Githurai. Lakini wale wanafanya biashara Githurai ni watu wa jamii ya Mlima Kenya, watu wa jamii ya Western, watu wa jamii ya Wajaluo, watu wa jamii ya Wamugusi na pia hata Wasomali. Ndio wale wengi wanafanya biashara ndogo hapa Nairobi. Kwa hivyo niambie hizi jamii, ni vizuri mfanya mahesabu. Hii Nairobi ni mahesabu. Hakuna vile mnaweza kubarisha mtu mmoja atoke Sugoi akuje Nairobi kudictate vile nyinyi mtafanya biashara, vile mtaishi. Yeye ni mtu mmoja peke yake, nyinyi ndio wengi. Zile jamii zote zinafanya kazi hapa Kamukunji kwa soko. Zile jamii zote zinafanya kazi hapa Uhuru Market, mahali wamebomolewa juzi usiku. Nyinyi ndio wengi. Na hizo soko zote Rigiji ametaja siku ya leo zimepangiwa kubomolewa. Zile jamii zinafanya kazi huko ndani, nyinyi ndio wengi kuliko mtu mmoja ambaye alitoka Sugoi anakuja kubomolea nyinyi. Hiyo ni kitu ambacho haiwezekani. Ndio maana nasema jamii ya Wamugusi, jamii ya Western, jamii ya Wajaluo, jamii ya Mlima Kenya, jamii ya Wakamba, nyinyi nyote mnafanya kazi katika hizi masoko, na hiyo ni ukweli. Shikaneni na tuseme ya kwamba tumekataa kubomolewa masoko. Tumekataa kufukuzwa mahali yetu ya kazi. Nyinyi hamuna payslip, wale ambao mnaenda katika hizo biashara. Nyinyi mnafanya katika hizo soko hamuna payslip. Payslip yenu ni hapo mnaamuka. Mnatandika viatu hapo, mnatandika mashuka hapo. Mnatandika hapo, mnauza vitu zenu hapo, mnapata 200, mnapata 500. Hiyo ndio payslip yenu na hiyo ndio maisha yenu. Mkikubalisha huyu mwizi alitoka Sugoi, mwenye hakuna jamii yake inafanyia biashara hapo, anakuja kufukuza nyinyi na hana huruma kwa sababu hakuna watu wao wako hapo. Mkikubali mtateseka na mtahangaishwa sana. Kwa hivyo mahali imefika lazima tukatae. Nyinyi ndio wengi, lazima mkatae. Hii Nairobi ni yetu sisi zote, lazima tukubaliane. Hii Nairobi ni yetu sisi zote. Na niambia William Ruto, hauongozi miti, hauongozi wanyama. Unaongoza watu, unaongoza wanadamu ambao wako na akili timamu. Hakuna vile unaweza fukuza watu maelfu kwa soko eti tunataka kuwajengea affordable housing. Hata kama ni affordable housing, wewe unakuja kujengea watu affordable kwa soko. Si hata ungewajengea mahali wanalala hata kama ni affordable. Hawezi ondoa watu mahali pao pa kazi eti tunakuja kuwajengea affordable wararange hapo. Nani amekuitisha hizo affordable? Na niambia Wakenya, hii mambo ya kutengeneza hizi affordable, hii ilikuwa njia moja ya kupora wafanyikazi kwa payslip yao. Hiyo pesa wanakatwa. William Ruto hana haja na hizi affordable, ako na haja na kuosha pesa. And the only way kuosha pesa ya affordable housing, hiyo anakata wafanyikazi, ni kuhakikisha kwamba amejenga manyumba bila mpango. Kwa sababu hiyo ni kujenga manyumba bila mpango. Anajenga manyumba bila mpango kwa sababu yeye hana haja hizo nyumba zisaidia watu. Ndio maana hasikizi wa Kenya. Yeye ako na haja hiyo nyumba isimamishwe hapo, aoshe pesa. Kwa sababu wao wenyewe ndio kusupply hizo vitu zote za kujenga hizo manyumba.
For as long as iko affordable inaendelea, William Ruto anatengeneza mabilioni ya pesa. Kwa hivyo kama hakuna affordable inajengwa, hatapata pesa. Ndio, that is why he's so crazy. He's so crazy. He's very mad. Hasikii chochote, anasikia tu kujenga affordable. Hata ako karibu kujenga affordable kule State House ndani mahali analala. Hata zingine atajenga huko Sugoi kwake. Akiamuka tu anasikia tu kujenga affordable. Hawezi bomolea watu soko bwana William Ruto ujenge affordable. Wafanyikazi hawajakuitisha affordable. Ile kesi hata tukienda tufanye public participation, wale wanafanya biashara pale wako na haja na mahali yao ya kazi kuliko hata mahali wanalala. Wako na haja na hiyo kiwanja ya soko, mahali wanaenda kutandika vitu wanauza. Wako na haja na hiyo hata kuliko mahali wanalala. So hakuna vile ambavyo Wakenya kwa akili yao timamu wanaweza kubali wajengea affordable mahali ya soko, mahali ya kazi. Na ndio maana mimi nasema ya kwamba William Ruto angaliwe vizuri. You cannot convince me. You cannot convince me. William Ruto hako sawa. Akili yake iko sawa vile anasemanga. Yeye ndiye expert wa kusema wengine wetu hatuna akili. Yeye ndiye expert wa kuambia sisi hatuna mpango, hatujielewi chochote. Lakini kulingana na matendo ile William Ruto anafanya inaonyeshana wazi ya kwamba akili yake haiko sawa. Nani anaweza fukuza vijana kwa soko usiku eti anawajengea affordable? Nani anaweza patia vijana pesa eti ni ya biashara, alafu mahali wanafanyia hiyo kazi usiku wanatumana wanabomolewa? Mimi niambie jamii zile zinaishi hapa Nairobi. Niambie zile jamii zinaishi hapa Nairobi. Kibarua kwenu. Lazima mshikane, lazima muungane, mpiganie haki yenu. Lazima muungane, mshikane na mtoe rais katikati yenu. Iko mahali itafika tuseme ya kwamba kama hauna jamii hapa Nairobi hata ufai kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu nafinyia zile jamii zingine zote hapa kwa sababu hakuna watu wenu hapo wanafanya kazi. Kwa hivyo niambie jamii ya Wamugusi, jamii ya Wakamba, jamii ya Mlima Kenya, jamii ya Wajaruo, jamii ya Western, jamii ya Wasomali wale mnahangaishwa kwa bia. Shikaneni mtoe rais katikati yenu. Tuondoe huyu mwizi ambaye hana haja na maisha yenu. Nikimalizia, nimesikia soprano analia kule kama panya, akipiga nduru akisema ya kwamba aheshimiwe. Sauti yake imepotea, akiongea ni kama anahubiri huko kwa gari juu huko Meru. Mimi nataka niambie Profesa Kindiki, sisi kama jamii ya Mlima Kenya tukiongozwa na Rigiji, hatuna shida na wewe kama mtu binafsi. Na wewe si adui yetu. Na sisi hatupigani na wewe. Huyu amejificha nyuma yako mwizi. Huyu amejificha nyuma yako muuaji. Huyu amejificha nyuma yako mnyanyasaji. Huyu amejificha nyuma yako anabomolea watu masoko. Huyu amejificha nyuma yako ameharibu masomo. Huyu amejificha nyuma yako anachinja watoto. Huyu amejificha nyuma yako anatutesa. Huyu amejificha nyuma yako ameharibu uchumi. Ndiye tunapigana na yeye na ndiye adui yetu. Ndiye tunapigana na yeye na ndiye adui yetu. Kwa hivyo mimi nikwambie Kindiki, acha kurukaruka juu ya gari ukilialia eti uheshimiwe. Hakuna mtu anakuheshimu for as long as uko na mwizi. Hakuna mtu atakuheshimu for as long as uko na muuaji. Hakuna mtu ataheshimu wewe for as long as wewe ndio unaenda kulamba yule mtu ambaye anabomolea watu wetu masoko usiku. Bwana Kindiki, hakuna heshima utapata hapa Mlima Kenya kwa wakaji wa hapa for as long as unaenda kulamba yule mtu ambaye anachinja watoto wetu. Na hiyo ndio shida yetu, hali tukwambia wazi. Sisi hatuna shida na wewe kama mtu binafsi. Lakini huyo mwizi amejificha na wewe, ndiye shida yetu. Na lazima tukabiliane na yeye sisi sako kwa bako, mchana usiku. Lazima tukabiliane na yeye. Na katika ile harakati ya kukabiliana na yeye, hata wewe tutapita na wewe kama hatukujui. Kwa hivyo acha kurukaruka ukisema uheshimiwe. Rigathi hana wakati wako, na mimi niambie Rigiji, achana huu soprano. Ignore this man. Huyu hatuna kazi yake, huyu ni bure. Huyu ni bure. Huyu ni appointee, huyu ni bure. Sisi hatuna kazi yake. He's nobody, he's nothing. Sisi kazi yetu ni kukabiliana na Kasongo. Yule ambaye ndiye shida ya taifa hili. Yule ambaye ndiye ameharibu taifa letu la Kenya. Kazi yetu ni kukabiliana na Kasongo mwenyewe. Niambie Rigiji, focus. Focus. Ile kazi tulikupatia ya kukabiliana na Kasongo. Kindiki, wacha arukaruke hapa kama panya. Wacha alialie hapa, wacha ajikojolee. Wacha ongea na sauti kama ya panya imetegwa na mtego. Hiyo ujinga yote wacha afanye. Sisi hatuna kazi na yeye, wacha arukaruke. He's nobody.
He's not a threat. He's not your equal, Rigiji. He's not your equal. Huyo wachana ya rukaruke huko. Sisi kazi yetu ni yule mwizi mkuu. Yule muuaji mkuu mwenye ameharibu uchumi ya Kenya. Hiyo ndio ile kazi tulikupatia kabiliana huyo. Na sisi hapa Mlima Kenya tuko nyuma yako. Kwa hivyo huyo anarukaruka hapo ukisema mheshimu, huyo achana, huyo ni mwendo wazimu. Hatuwezi heshimu mtu anatembea na mwizi. Tunakuheshimu vipi na unatembea na muuaji? Yule mtu anabomolea watu wenu. Kindiki hata huna aibu, nasema tukuheshimu. Na wewe unaenda kulamba yule mtu anabomolea wa Meru soko hapa Roysambu. For your information, Professor Kindiki, wala watu wengi sana wanapiga biashara hapa Roysambu ni watu wa kutoka Meru na Tharaka Nithi. Ndio wengi hapa Roysambu. Na huyo mwizi unatembea naye unaenda kulambaraba hapo, aliwabomolea usiku. Alafu unakuja hapa unatuambia tukuheshimu. Are you mad? Umerogwa. Umerogwa Kindiki, umerogwa. Unatuambia tukuheshimu wewe na unalamba yule mtu anabomolea wa Meru na wa Tharaka soko hapa Roysambu. Kichwa chako iko sawa kweli? Hatuwezi kuheshimu sisi. Hatuwezi kukuheshimu. Hii Kenya ni yetu sisi zote na tutakaa kwa ajili ya kuheshimiana. Ukiguza mali ya Kenya, ukiguza mali ya Wakenya, hakuna heshima unaweza patiwa. Nani mjinga anaweza patia heshima mtu anamwagia yeye chakula? Nani mjinga anaweza patia heshima mtu ambaye analamba yule mtu ambaye amemulia watoto? Nani yako na kichwa sawa anaweza heshimu mtu ambaye analamba yule mtu aliulia wale wengine watoto, anaharibia wale wengine maisha? Ni tuheshimiane, mheshimu wananchi, tuheshimu. Lakini for as long as hii ndio ile upuzi mnafanyia wa Kenya, heshima mtu atapatiwa na bibi yake. Iko mahali itafika tuseme mtu akitaka heshima patiwa kwako na bibi yako. Lakini wa Kenya wale unanyanyasa, unaua kila siku, unatesa, unabomolea masoko, hakuna heshima watakupa. Watakutolea wapi heshima? Hatutaki upuzi. Kwa hivyo niambie Kindiki, sisi hapa jamii ya Mlima Kenya tuko nyuma ya Rigiji kwa sababu tulipatia yeye kazi kukabiliana na huyo mwizi, tukomboe taifa letu la Kenya. We don't have two generals hapa Mlima Kenya. We only have one general. And that is His Excellency Rigathi Gachagua. Wewe endelea kupayuka hapo kupiga kelele juu ya gari. Your equals ni kina Karongo, kina Medho, watakabiliana na wewe. Hiyo ndio level yako, wale tutakupatia, watakabiliana na wewe vilivyo. Kiongozi wetu wa focus ndio kazi ambayo tulimpatia. Na hiyo ndio ile kitu tumekubaliana hapa. So until Professor Kindiki you come back to your senses and you recall your mind, utoke katika mlengo ya uaji, ukuje upange line nyume ya Rigathi, useme one time tukomboe taifa, ndio tutakuja kutengeneza baadaye ukuwe mtu. Lakini for as long as uko nyuma ya huyo muuaji, sisi kama jamii ya Mlima Kenya hakuna heshima tunaweza kupatia. Tunakupatia heshima na mnatupangia usiku vile ambavyo mtatubomolea. Umerogwa. Heshima unatolewa wapi? So kama iko swali nitachukua moja. Kama hakuna swali tutatamatishia hapo. Mwambie Kindiki heshima hakuna. Kama nataka heshima atoke nyuma ya mwizi. Kama nataka heshima hapa Mlima Kenya aacha kuramba muuaji. For as long as analamba muuaji hakuna heshima atapata hapa. Na hivyo nimesema muhakikishe imefika ya kwamba iko mahali itafika hii Kenya. Sisi tukubaliana ya kwamba heshima mtu sasa apatiwe na bibi yake. Lakini huwezi kuwa unachezea maisha wa Kenya hapa. Alafu unakuja mtu aniheshimu. Unatoroa wapi heshima? Utatoroa wapi? Heshima utatoroa wapi? Wale wanataka kuheshimu wamebomolewa usiku hapa Roysambu. Ni wa Tharaka, ni wa Meru. Wale wanataka wakuheshimu wengine watoto wao kwa makaburini. Waliuliwa na huyo mtu unalamba. Alafu unakuja kutuambia mambo ya heshima. Kwa hayo machache na mengi niambie zile jamii zote zinaishi hapa Nairobi. Wale ambao katika hizo biashara ndogo ndogo, mshikane, msimame kidete, msikubali kuangaishwa na kuteswa na mtu mmoja. Nyinyi ndio wengi. Hii vita si ya jamii ya Mlima Kenya. Is only a fool can think ya kwamba eti kwamba ikibomolewa Nigikuyu wanabomolewa. Hapa Gikomba Nigikuyu koragwo hau. Hata nyinyi watu wa media niwaulize, si hata nyinyi mnaendanga huko. Hiyo Gikomba ni waiko wanakwanga huko. Siko jamii zote wanafanya biashara hapo. So hii vita ni ya jamii zote za Kenya. Tushikane, tuungane, tuseme ya kwamba hatutakubalisha mtu mmoja kutoka Sugoja kuja kupanga sisi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Unakumbuka?